Habari za wakati huu, wananchi wenzangu. Kama ilivyo ada, kwanza tumshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima tukaendeleza majukumu yetu ya aina mbalimbali ya kila siku. Lakini jambo la pili, ndugu yenu nimekuja kwa ajili ya muendelezo wa masala yetu ya kiafya. Leo nakuja kuangazia misingi mikuu mitano ya afya bora. Nguzo kuu tano za afya bora. 5 pillars of good health. Hii misingi au hizi nguzo ni muhimu sana kuzingatia. Kila mmoja wetu akizifanyia kazi atajikuta anaishi vizuri na afya yake inaimarika na inazidi kuboreka. Msingi wa kwanza ni mlo unaofaa. Ndugu zangu, tujitahidini kula chakula kinachofaa. Chakula kinachofaa ni kile ambacho kimepangiliwa. Ndani yake hakikosi aina za matunda, ndani yake hakikosi mboga za majani na nyinginezo. Huu ndio mlo unaofaa. Kama unakula mlo wa aina fulani, labda leo unataka ule mlo wa kukuongezea protein, basi ongeza katika mlo wako yawemo matunda pamoja na mboga za majani. Kama unakula leo upate vitamins za aina fulani, basi andaa chakula chako lakini matunda yawemo na mboga za majani na nyinginezo. Kama unakula unataka leo nipate aina ya mafuta yaliyokuwa salama, andaa chakula chako lakini pia yawemo na matunda pamoja na mboga. Kama unataka upate kitu chochote katika mlo wako, basi uandae ule mlo lakini yasikosekane matunda na mboga. Huo ndio mlo unaofaa. Na ule kwa wakati. Ule kwa wakati na ule kwa kiwango. Na ndani ya utaratibu wa kula, kisaidie chakula kwa kutafuna vizuri kwa utulivu. Unatakiwa urelax katika kutafuna ili ukimeza ile physical digestion imefanyika vizuri. Huu sasa ni utaratibu wa kula. Tutakuja kupeana katika miongozo ya kiafya kadri tutakavyoiwasilisha. Kwa hiyo mlo unaofaa ni msingi na ni nguzo ya kwanza kabisa ya kutengeneza afya bora. Jambo la pili au msingi wa pili ni kuhakikisha unapata maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha. Kwa maana usipungue lita 1.5 mpaka 2. Usipungue kwa siku. Hayo ndiyo maji. Wingi wa maji, kila mtu kwa mujibu wa BMI yake ana kiwango chake, lakini kisizidi lita 4.5. Juu ya uzito wa mtu, juu ya BMI ya mtu inavyosoma na structure ya mtu, lakini asizidi lita 4.5. Kwa hiyo wastani usipungue lita 1.5 mpaka 2 kwa kiwango cha chini cha kawaida. Hayo ndiyo maji yanayofaa. Maji ya kutosha ni muhimu sana, kwa sababu mwili wa binadamu asilimia kubwa ni maji. Damu yenyewe asilimia kubwa ni maji. Kila kitu unachokiona kinatawala asilimia kubwa maji. Kwa hiyo hii ndiyo hali, ndugu zangu. Msingi wa tatu ni mazoezi ya mwili. Kila mmoja ajitahidi angalau apate dakika 30 za kufanya mazoezi kila siku. Na mazoezi si kwa maana ujiumize, hapana. Hata kutembea kwa miguu kwa muda wa dakika 30, hilo ni zoezi tosha na mwili umeupa activity ya kutosha. Fanya mazoezi
angalau dakika 30 kwa siku ili kuimarisha na kuboresha afya yako. Jambo lingine la 4, msingi wa 4 au nguzo ya 4, hakikisha unalala kwa muda wa kutosha. Weka ratiba, uhakikishe unalala kwa masaa baina ya masaa 6 mpaka 8. Kama yatapungua yasiwe chini ya masaa 6, na kama yatazidi yasizidi masaa 8. Lala kwa usingizi wa kutosha, lala kwa utulivu ili uutulize mwili na uujengee afya mwili pamoja na akili. Huu ni msingi wa 4. Hakikisha unatengeneza hilo. Msingi wa 5 ni kuchukua tahadhari, kwa lugha nyepesi, yani kuhakikisha unajikinga na mambo yote ambayo yanaweza kukuharibia afya yako. Mwenyezi Mungu ametuumba, lakini mwili mzima katika mifumo ameujengea mfumo maalum wa kinga katika mwili, unaitwa immune system au immunity system, mfumo wa kujikinga. Mwili wote kila sehemu kaiwekea functions zake, lakini ameuwekea mfumo wa kujikinga. Kama unavyoiwekea nyumba yako mfumo wa ulinzi, basi na wewe afya yako iwekee ulinzi. Hii ni nguzo katika nguzo muhimu sana za afya bora. Usile vyakula hovyo hovyo. Usile kila aina ya chakula. Usile bila ya mpangilio. Kula unapokuwa na njaa, na unapokula usishibe sana. Kwa hiyo hizi pila za aina 5 ambayo ndio misingi au nguzo kuu za afya bora, kila mmoja naomba azifanyie kazi kuhakikisha anaweza kufanikiwa kubadilisha afya yake. Pata mlo unaofaa, ndani yake yawemo matunda pamoja na mboga mboga. Kunywa maji ya kutosha, yasipungue lita 1.5 mpaka 2 kwa kiwango cha chini. Fanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku, na mazoezi hata kama ni ya kutembea kwa muda huo, nayo pia ni sehemu muhimu. Kula, hakikisha kulala unalala kwa muda unaotosha, baina ya masaa 6 mpaka masaa 8. Unapata usingizi mzuri ili mwili wako ujengeke vizuri kiafya. Na mwisho katika ufupisho huu wa kufanikisha, hakikisha unajikinga na kila ambacho kinaweza kuharibu afya yako. Hii ni moja ni nguzo. Usiishi bila tahadhari. Ndiyo maana kila linalotokea basi hutangazwa tahadhari na njia za kujikinga, kwa sababu ni muhimu katika kuboresha afya zetu za kila siku. Naitwa Dr. Saleh Pazi, maarufu Dr. Pazi. Ni mtaalamu wa tiba asili na tiba mbadala. Niko hapa maeneo ya Mbagala Kilungule, katika kituo ambacho kinajulikana kama Al-Jamal Natural Products and Healthcare, kwa ajili ya kusaidiana huduma za afya na jamii ya Watanzania na hata walio nje ya Tanzania. Asanteni sana, tujengeni na tuboresheni afya njema.